Mfuata wengi sana. Wakawa wanatarajia ishara mingi. Akafika mahali akawaambia hakuna ishara nyingine mtakayoona isipokuwa ile ya Yona alipolala katika tumbo la samaki siku 3. Hata hawakuelewa amemaanisha nini. Yaani watu walifika mahali wakaanza kutaka kujua leo atafanya nini. Leo atafanya nini? So wanamfuata kwa wingi. Wanamfuata kwa wingi. Nataka kujua atafanya nini. Usiwe Mkristo unayemfuata Kristo kwa sababu unataka Kristo afanye mambo fulani katika maisha yako. Hata tunapokuwa mbele za Bwana tukiomba, Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu akufungue, ndio Mungu akufungue. Ndio Mungu akutendee. Usiwe unaanza kuomba, unaanza kumpiga shetani. Abudu Bwana. Mpe Bwana sifa. Mpe Bwana utukufu. Mpe tu Bwana utukufu. Yaani Mungu aone tu, huyu mtu ameniguza. Mungu aone tu, huyu mtu amenikosesha amani. Kwa nini ameona tu ni mimi? Yaani kwa lolote ile unasema tu ni Mungu, ni Mungu. Wachana na habari ya shetani. By the way, hata mwambie kanisa. Unajua pia ukimfahamia shetani na hata hauna silaha za vita, atakushinda tu. Wewe unaona umemshinda katika maombi lakini kumbe amekushinda. So silaha hizo utazipata wakati ambao umemtukuza Mungu, umemwabudu Mungu, umemsifu Mungu. Yaani chukua muda wako. Umwambie tu Bwana bila yako. Bila Bwana ni mwema, bila yeye ni mzuri, bila amekutendea, bila amekuokoa, enda tu hivyo. Alafu usiseme kwamba sio umerogwa, wachana naye. Wacha kusema Bwana hawachawi, wachana nao. Mpe Bwana utukufu. Umsumbue akiwa katika kiti chake cha enzi. Alafu yeye aone kweli mwanangu amenigusa. Ameniabudu katika roho na kweli. Haya mambo mengine ninayojataja hayo, Bwana atayaondoa pasipo kutambua. Bwana asifiwe. So the only way unaweza ambatana na Kristo na kushikamana na Kristo wakati umempenda, umempa roho yako. Ni wakati umempenda, umesema kwamba hakika Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tumefichwa. Una hii habari vile Paulo ameieleza. Ameieleza katika njia ya kiubinadamu, mume na mke. Ndio wewe uweze kuelewa. Wewe ambaye umeolewa na umeoa, unajua wewe unafanyia nini mke wako. Unajua wewe unafanyia nini bwana yako. So Kristo amesema hivyo ndivyo anavyolitendea kanisa. Vile unavyosumbukia mwili wako, ndivyo Kristo anavyosumbukia kanisa. Na kanisa tumesema ni wewe ambaye umeamua ya kwamba ni Kristo. So ni Mungu mwenyewe anajua. Leo mtoto wangu nitampa nini? Huyu ni mwanangu leo nitampa nini? Huyu ni mtu wangu nitampa nini? Lakini inatokana tu na moyo ambao umempenda Kristo. Pasipo nasema nini? Yaani haujivuni. Haujioni ya kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Haujioni ya kwamba pasingekuwa wewe sio uimbaji haungekuwa. Haujioni ya kwamba pasingekuwa wewe watu hawangeokoka. Acha nikwambie. Ndatumia mifano mingi leo. Juu iko tu acha nitumie. Bwana Yesu asifiwe. Juu iko acha nitumie. Unaona hii box. Kuna kitu ilikuja ndani ikiwa mpya. Hii box ikiwa mpya. Sasa venye ilikuja ikiwa mpya. Sasa hii ni mpya. Ile kitu ilikuwa ndani. Kuna uwezekano zaidi inatumika kuliko hata hii box. Bwana Yesu asifiwe. So wewe na mimi ndio hii box. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Bwana tu ameweka ndani mwetu. Tutumike tu kama chombo kama hii box tu kufikisha mahali tu. Haleluya. Tukifikisha ile malipo mengine Mungu mwenyewe anajua vile atakulipa. Lakini vile hii box ilibeba nini? Hakuna siku ilisema kama sio mimi
hiyo bidhaa ingefika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ama Elia iongee. So jua ya kwamba wewe ni hii box tu. Kuna kitu tumebeba. Na ni Bwana ndiye ameweka ndani mwako ufikishe mahali. Hiyo ujumbe ikifika ni Bwana amefikisha. Bwana asifiwe. Jua ukiwa chombo kuna wa kukutengeneza. Kuna wakati Yeremia akaamrishwa aende katika nyumba ya mfinyanzi. Alipofika akakuta mfinyanzi anafinyanga chombo, na mfinyanzi akamaliza akaona hii chombo imekaa mbaya, haipendezi, haiko vizuri. Yeremia yeye alikuwa amepelekwa aangalie tu. Hakuambiwa aenda kufika pale umwangie ni mbaya. Alisema aenda katika nyumba ya mfinyanzi. So alipofika akakuta mfinyanzi anafinyanga chombo. Alipomaliza maandiko yanasema mfinyanzi akaona akipendezi machoni pake, akakiharibu. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kuunda upya. Mungu akamwambia Yeremia, hivyo ndivyo mwanadamu alivyo mikononi mwangu. So kama haukubali kuharibiwa ili utengenezwe uwe mtu mpya, kama hautakubali kufikisha tu ujumbe kama vile hii box ilifikisha bidhaa iliyokuwa ndani. Mwimbaji atunaimba unasema kama si mimi singeimba, roho angeshuka. Kama si mimi sijui nini ingefanyika. Tena nikwambie, kuna replacement katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anakunyamazisha tu na anainua mwingine. Haleluya. Sasa shida leo hii tukinyamazisha sasa ndio tunatafuta nguvu zingine. Hata wachungaji wengi mnaowaona wakifanya vituko, wengi walikuwa tuna vipawa vizuri na huduma nzuri, lakini Mungu aliwanyamazia. So akasema hapana, unja sisi watukubali, yani ukubali ati Mungu amekuondokea ukae tu hapo ufundishe. Nasema hapana. So hiyo siri iliyo katika Kristo na kanisa. Vile wao mnapatana mkiwa mwili mmoja, mke na mme, hivyo ndivyo navao upatane na Kristo muwe kitu kimoja katika safari ya wokovu. Waebrania akasema na tukimtazama Kristo. Ukisoma Waebrania 12 kuanzia 2. Inasema nasi tukimtazama Kristo, yani katika mambo yote unayoyafanya, tazama Kristo alitenda nini? Tazama Kristo yeye alifanya nini? Tazama Kristo alichukua maamuzi gani? Tazama Kristo. Kristo mara nyingi alisema, alinyamaza tu. Kupangiwa kuuawa alipangiwa mara mingi. Kupangiwa kupigwa mawe alipangiwa mara mingi. Wanasema tu anawasikia, ako na wao. Lakini hakuwa anasema kitu chochote. Hakuwa anawatusi. Hakuwa anawapiga. Nataka nikuulize, kwa nini kusema Yesu hakuwa na uwezo wa kuangamiza wale wanajeshi wote waliokuwa wanampiga? Hakuwa na uwezo. Alikuwa na hiyo nguvu. Hata angewafanya vipofu wawe vipofu tu, hata angewaua hawangemuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu inatimia, so yeye alijipeana. Kwa maana yeye alikuwa ni chombo. Alikuwa anafikisha nini? Agano jipya linakamilika katika maisha ya mwanadamu. Ya kwamba ndio mwanadamu amekuwa akitoa wanyama kwa ajili ya dhambi zake. Lakini leo hii mimi ninatolewa kama Pasaka ili ya kwamba mwanadamu aweze kupata uzima wa milele. Ondoleo la dhambi liweze, yani aweze kuondolewa dhambi kabisa. Yesu alijipeana kama Pasaka, kama mwana kondoo. Akauawa. Sio ya kwamba walikuwa wamemshinda nguvu, hapana. Ndio maana leo hii tunasherehekea wokovu ambao tuko nao. Ni nani leo hii atasema kwamba kweli mimi sikuwa nimejua na ipaswa kukaa vipi na Mungu wangu. Sikuwa nimejua na stahili kukua vipi na Kristo. Umemfuata Kristo kwa ajili ya ndoa, ni sawa, ndoa itapona. Umemfuata Kristo kwa ajili ya fedha, mapato, kazi yako inakusumbua, sawa, itapona. Lakini je, roho yako itapona ikiwa na Kristo?
ama utavipokea kama vile makutano yalivyokuwa yamesongea kupokea, na mwishowe wakabaki vile walivyobaki. Mpendwa, fanya maamuzi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mmechoka. So Yesu anasema siri hiyo ni kubwa. Paulo anasema siri hiyo ni kubwa baina ya Kristo na kanisa. Ni lazima uwe mmoja. Yaani unajua ukiwa ndani ya Kristo, tunatumia mfano gani? Lakini ukiwa ndani ya Kristo na Kristo akiwa ndani mwako, hakuna kitu inaweza kukutenganisha. Hamna. Hata iwe nini, hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Shetani atakuja, akiukaribia tu hivi, akuone wewe, anaona Kristo, anarudi mahali alipo. Akikusongea, anaona Kristo, anatoroka. Lakini shetani hutupiga kwa maana hatuna Kristo katika mioyo yetu. Magonjwa yanatupiga, yanatushinda, mapepo yanatulemea kwa sababu Kristo yuko mbali. Yaani Kristo ako nje na wewe uko nje. So magonjwa yakiinuka, hata mtu tu akisema nduka kitu kanakupata. Kwa sababu gani? Wewe uko mbali na Kristo. Usiwe karibu na Kristo. Uunganike na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nitakubali tu ya kwamba leo mimi nakuwa na mimi na Kristo. Yaani ni wewe na Kristo. Ni nani? Ni maamuzi magumu ndio. Lakini wapo unaweza sema ni mimi na Kristo na uchukua hatua. Yaani vile maisha yako yatabadilika, hata utakuja kushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja kushangaa. Angalia, tumepewa vitu vyote tumepewa, tuko navyo. Lakini tunaambiwa katika Kristo. So bila Yesu huwezi pokea hiyo amani ambayo unataka kwa Kristo. Hiyo ndio nzuri unaitaka kwa Kristo. Hiyo kazi nzuri unataka upokuwa na mapato mazuri kwa nyumba yako, watoto wako wafurahie kwa Kristo. Baraka zote tumebarikiwa, zote. Tena Paulo amesema zote za rohoni, lakini katika Kristo. So without Jesus Christ, hakuna kitu ambacho utafurahia kama Mkristo. Pasipo Yesu Kristo, hamna kitu utakipokea. Bwana Yesu asifiwe. Tumelala. Sasa nikiongeza ile nyingine, Yesu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiongeza Yesu ni Mungu, ndio sisema Yesu ni Mungu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simama. Kuchoka ni mbaya.